Hello, mambo vipi watazamaji wetu? Yawezekana na wewe ni mmoja wa wale wanaojiuliza, je, UTI ni nini? UTI inatibiwaje? Je, UTI ni ugonjwa wa zinaa? Kwa nini wanawake wengi wanakuwa na UTI kuliko wanaume? Basi kaa nikueleze kuhusu UTI. UTI kama neno jenyewe linavyojieleza, haya ni maambukizi katika mfumo wa mkojo. Na maambukizi haya mara nyingi yanawapata wanawake zaidi kuliko wanawake. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanawake mirija yao ni mifupi, lakini pia wakati wa tendo la ndoa ni rahisi bakteria kuingia zaidi kwenye mfumo wa mkojo wa mwanamke kuliko kwa mwanaume. Je, vitu gani vinasababisha ugonjwa wa UTI? UTI mara nyingi kwa wanawake inatokea wakati wa tendo la ndoa ambapo bakteria wanasukumwa na kuingia mpaka kwenye kibofu cha mkojo, na wakishafika kwenye kibofu cha mkojo bakteria hawa wanazaliana na kuwa wengi na hivyo kupelekea maambukizi ya UTI. Lakini pia kitu kingine ni kukaa na mkojo kwa muda mrefu. Kwa mfano, maji yanapotuama inakuwa ni rahisi kwa wadudu mbalimbali kuzaliana kwenye hayo maji. The same apply kwa mkojo unapokaa muda mrefu kwenye kibofu, ndivyo unatengeneza chansi kubwa ya bakteria kuzaliana. Kitu cha tatu ni usafi jamani. Kama tunavyojua wakati wa haja kubwa ni lazima tujitawaze, lakini kujitawaza mara nyingi kunaweza kupelekea kuhamisha wadudu kutoka njia ya haja kubwa kwenda njia ya haja ndogo, na hao wadudu mara nyingi wanaingia mpaka kwenye kibofu cha mkojo na kuzaliana na hivyo kupelekea ugonjwa wa UTI. Kitu kingine kwa wanawake ni ujauzito. Mwanamke mjamzito anakuwa kwenye riski kubwa zaidi ya kupata ugonjwa wa UTI kwa sababu mirija yake inakuwa imerelax sana, na wakati wa ujauzito ile mirija ya mkojo inakuwa imebanwa, haiwezi kuflash wale bakteria, na hivyo mama mjamzito anakuwa kwenye riski zaidi ya kupata maambukizi ya UTI kuliko mwanamke ambaye sio mjamzito. Tano, kuna magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kumpelekea mtu awe kwenye riski ya kupata UTI. Magonjwa hayo ni kama kisukari, kuwa na mawe kwenye figo, lakini pia wale wagonjwa wanaokaa na mpira wa mkojo yani catheter kwa muda mrefu zaidi wanakuwa kwenye riski ya kupata UTI. Kumekuwa na watu wengi wanajiuliza, je, UTI ni ugonjwa wa zinaa? Jibu ni hapana, UTI sio ugonjwa wa zinaa kama vile kaswende na kisonono. Kwa sababu gani? Ili upate ugonjwa wa zinaa ni lazima ufanye zinaa au ngono, lakini UTI unaweza kuipata hata bila kufanya ngono, hivyo UTI sio ugonjwa wa zinaa. Dalili zake sasa. Mgonjwa wa UTI dalili zinatofautiana kulingana na mgonjwa wenyewe na bakteria wamecolonize zaidi sehemu gani. Mara nyingi dalili ni maumivu chini ya kitovu ya tumbo wakati wa haja ndogo, lakini pia hata baada ya haja ndogo unakuwa unasikia ni kama maumivu ya kuchomwa na vipini au maumivu kama ya kuungua chini ya kitovu, lakini pia unakuwa unahisi kama mkojo haujaisha hata baada ya kutoka chooni kujisaidia haja ndogo. Dalili zingine ni kama kupata damu kwenye mkojo, kupata homa, maumivu chini ya mbavu na kadhalika. Unapokuja hospitali, vipimo vinavyofanyika, tunapima vipimo vya mkojo ambapo kwenye mkojo tunaangalia wingi wa seli nyeupe zinazoshambulia bakteria. Na unapokuwa seli zinapokuwa nyingi, hii inaashiria kwamba kuna bakteria wengi, hivyo unakuwa tayari upo kwenye maambukizi ya UTI. Lakini pia ili kujua aina ya bakteria wanaokusumbua, tunaweza tukaotesha bakteria waliopo kwenye mkojo tukajua aina ya bakteria wanaokusumbua na hivyo kujua dawa itakayokufaa kutibu tatizo lako. Lakini vipimo vingine tunavyoweza kufanya, tunaweza kufanya kipimo cha ultrasound, ambacho kipimo cha ultrasound kinaonyesha kinafaa kwa wale wagonjwa ambao wana UTI sugu au UTI inayojirudia mara kwa mara, ambapo kitatusaidia kujua kama kuna sehemu kuna usaha umetungwa au kama kuna sehemu mkojo haupiti vizuri. Tukija kwenye upande wa matibabu jamani, matibabu sio dawa tu. Kuna vitu vingi ambavyo vinatakiwa kuzingatia ili kuweza kutibu kabisa tatizo la UTI. Kitu cha kwanza ni kunywa maji mengi, angalau lita 2 kwa siku. Unapokunywa maji mengi, yale maji yanasaidia kuflash wale bakteria na kuwaondoa katika njia ya mkojo, na hii ndio kitu cha muhimu zaidi kuzingatia kwa mgonjwa ambaye unasumbuliwa na UTI. Kitu kingine ni kujisaidia kabla na baada ya tendo la ndoa
hasa kwa wanawake. Hii itakusaidia kuwaondoa wale bakteria ili wasiingie kwenye njia ya mkojo, lakini pia baada ya tendo la ndoa ukioga, unaondoa wale bakteria ambao wanakuwa wanaanza kuingia kwenye njia yako ya haja ndogo ya mkojo, na unapooga unatumia maji peke yake. Kitu kingine sasa ni dawa zenyewe, ambapo dawa zenyewe zinazotumika tunatumia antibiotics, sawa, lakini pia kuna dawa za maumivu ya kutuliza maumivu ya tumbo kwa wagonjwa wa UTI. Na asante sana.